Hujambo na karibu mtazamaji wa Majira Digital. Tumekutana tena kwa ajili ya kuendelea kuzungumza masuala mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani. Ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa pili mwaka 2026, tumekutana hapa kwenye jukwaa letu hili ambalo tunazungumza pamoja na kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani, hasa yale ambayo yamepewa uzito kwenye siku za hivi karibuni. Jambo kubwa ambalo leo tutakwenda kulizungumzia ni kuhusiana na sheria mpya ambayo imeingia ndani ya ligi ya Japani. Je, unaifahamu ni sheria gani hiyo? Basi ungana nasi, lakini kwa wewe ambaye kama ndio kwanza unaanza kutufuatilia, basi usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, kuwasha alama ile ya notification ili kuendelea kujipatia video zetu ama taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani bwana. Huko Japani nini ambacho kinaendelea? Ni mabadiliko ya sheria zile za mpira wa miguu huko nchini Japani. Nikijaribu kutazama hapa toleo maalum la msimu huu ambako kwenye upande wa ligi ya Japani inafahamika kama League 1, fahamika hivyo. Japani imeanzisha sheria mpya itakayobadilisha ushindani kwa upande wa ligi hiyo ya Japani. Unatamani kujua ni sheria gani? Basi nitakujuza kuhusiana na sheria ambazo zimeweza kubadilishwa kwa upande wa ligi hiyo. Sheria ya kwanza ambayo imeweza kubadilishwa kwenye mchezo huo ni kwamba kwenye mchezo ambao utakuwa unachezwa hakutakuwa na sare. Hilo ndo jambo la muhimu ama ndo jambo kubwa ambalo sisi tunatamani kulizungumzia pamoja na kulidadavua kwa undani zaidi. Lakini mshindi kwenye mchezo husika ni lazima atapatikana. Kama hakutakuwa na sare, basi tukufahamishe tu ni kwamba mshindi ni lazima atapatikana. Kuanzia sasa katika mchezo utakaomalizika kwa sare ndani ya dakika 90, basi mechi itaenda moja kwa moja kwenye mikwaju ya penalty ili kuamua ni nani atakwenda kuwa mshindi. Yaani mfano mzuri ni kama Young Africans akutane na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, alafu wacheze dakika 90 mchezo uweze kutamatika kwa sare. Kwa hiyo inamaanisha watakwenda kwenye mikwaju ya penalty kuhakikisha kwenye mchezo husika anapatikana mshindi. Sasa mfumo wa alama unakuwaje? Kwa sababu ile mfumo wa sare ukishatolewa, basi pale kwenye mfumo wa namna ya timu inavyokusanya pointi na ule mfumo unakwenda kubadilika. Na kujuza kuhusiana na mfumo wa alama za mshindi, lakini kwamba mshindi atakwenda kupata alama ngapi. Mshindi ndani ya dakika 90 yeye atakwenda kupata alama 3. Kwa hiyo ukipata ushindi ndani ya dakika 90 utakwenda kuondoka na alama 3 muhimu. Lakini mshindi kwa upande wa penalti, yani mechi kitamatika kwa sare ya 0-0 ama 1-1, basi mkienda katika mikwaju ya penalty, yule ambaye ataondoka na ushindi kwenye mikwaju hiyo ya penalty, yeye atakwenda kuondoka na alama 2. Kupoteza kwa penalty, huyu ataondoka na alama 1. Kwa hiyo yule ambaye amefungwa kwa mikwaju ya penalty baada ya sare kwenye dakika 90, yeye atakwenda kuondoka na alama 1. Kupoteza ndani ya dakika 90, huyo hataondoka na alama yoyote. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya kipengele ambacho kimeweza kubadilishwa, na hichi kipengele hakijazingatia sana katika mashindano yote ambayo yatafanyika pale Japani. Lakini kijaribu kutazama hapa kwa baadhi ya mashindano pale nchini Japani yameweza kubadilishiwa sheria hii. Hatua hii inalenga kuongeza ushindani, msisimko na kuhakikisha kila mchezo unazalisha mshindi. Kwa hiyo namna gani wameweza kufanya mabadiliko katika sheria mbalimbali? Hii ni kuhakikisha kila mchezo ambao unapatikana basi kuna kuwa na mshindi. Unaweza ukajiuliza sana ni kwa